Karibu sana, my name is Manu and of course niko na party leader Killion Meshak Ouma. Karibu sana. Democratic Republican Front. Democratic Republican. The only threat for Ruto. 2027. Yes. Kuregister party ni how much Kenya? Kuregister party is 500,000. 500,000? Yes. So ulishatoa 500,000? Ni search ni tuanze kwa search ni 100,000 alafu kuregister ni 500,000. Unaenda kusearch kama hiyo party isha. Lazima uangalie vile the way unaenda register kampuni, lazima uwapatie waende wa search kwanza. Unajua kama kuna nyingine kama hiyo. So ulisha search ukalipa 100,000 ukalipa 500,000 ya party 500,000. Sasa it's in the process. The process. It's in the process. You are ready? I'm very ready. Now, I'm very ready. Wakenya niko ready kabisa. Now, yes. History ya mafuta. Kitu moja nataka tuulize. Nasikianga sisi tunapeleka mafuta hapa Kenya, ziende Uganda. But Uganda inakuanga cheap compared to Kenya. Na sisi ndo producers. Sisi ndio tunapeana transit ya kwenda huko. What's happening there? I think the situation ya Uganda na Kenya ni tofauti because Kenya ni taxes ndio mingi inatuua. Because hata wale watu wanaishi kwa border huko, kienda kwa prices ya magari, mtu anapeleka gari huko anachukua because huko is cheaper than huko. So taxes za Kenya ziko mingi. So in short, these people they create a crisis so that they can make money out of us. Government create a crisis. They create a crisis. Shida yote ya Kenya, so long as you see any administrative failure or administrative negligence, there's somebody monetizing from that situation. Kama ya mafuta sahi, kama ya mafuta is a crisis that serikali yenyewe imetengeneza. Kenya saizi hata ukiona pothole iko pale haijatengenezwa miaka yote, kuna mtu anakulia. But shida iko Uganda, Tanzania, Kenya. No. Go check the prices Uganda na Tanzania. The relative prices. They are more cheaper than us. In fact, mwenye anatoka Namanga, Oloitoktok, mwenye ako Taveta, mwenye ako Bungoma ama Siaya huko wanaenda Uganda kuchukua mafuta. It's cheaper. Yes, because wale they are more their laws are more for mwananchi than us. In Kenya kila kitu ni biashara. They monetize and everything. Kama hii crisis sisi tunalia sahi, mafuta, bei ya vitu zimeenda juu. Lakini kuna mtu anafurahia mali. So Ugandans they are more pro people than us. Hapa Kenya kuna storage ya mafuta like the government wana store mafuta so that kukiwa na crisis wana release. Ama wao tuna depend ya importation. No. Serikali iko na statistics zote. Stocks zote serikali iko nayo hapa. Wanajua stock gani inaweza kupeleka for 1 month, wanajua stock gani inaweza kupeleka for 1 year. They have all the data. Unaona? So ukiona huyu kuna director hao walikuwa huyu wa EPRA na nini wale walikuwa wameshikwa. Unaona? Walikuwa wanasema sijui ati wali compromise quality ya mafuta. Hakuna kitu kama hiyo. Kuna mtu mwenye walifanya biashara lakini somebody was not involved. Wakatolewa nje because kama walishikwa kapelekwa ndani. Inafaa wapeleke kotini lakini evidence yenyewe ile pesa ilichukuliwa pale 500 million imepotea. Hao watu wajeenda kotini. Hakuna taarifa yoyote mbali hao watu wako saizi as we are speaking today. History ya upio hakuna mwenye amsako kotini. Hakuna, there's no iko wapi? Wanapelekwa koti lini? Evidence gani wanakuwa charge nao kama pesa ilichukuliwa? So all this thing ni serikali tu wenyewe wana compromise quality na sheria ndio wapate vile watapata biashara kwa suffering ya wananchi. Kenya kunanga shida, ukiona shida yoyote, nimekuambia tukiona pothole pale imekaa miaka mingi, kuna mtu anakulia pothole. Ukiona building imeanguka mahali, kuna mtu alikula kwa hiyo building. Ukiona kama ile Lang'ata cemetery imejaa sahi, mpaka watu saizi mtu akienda kuzikwa anachimbwa tu kidogo tu anawekwa hapo juu. Anakila mwingine juu. Kuna mtu anakulia. Any crisis, any administrative negligence ama failure, there's somebody monetizing from that. Unaona? Ukienda hospitali yote Kenya upate ile nursery ya watoto wadogo, steam imepotea. Watoto wamekufa. There's mtu anakulia pale. So crisis ya Kenya ni man made so that wanaweza kula. Shida yako ndio serikali inakulia. Kama hamna shida, serikali itakula. Na hiyo ndio biashara Ruto na watu wake wanapiga Kenya. Now, Linda Mwananchi they are preparing for Kisumu, Nakuru then Kisumu. Na inasemekana watu wa Kisumu wamesema msikanyage huko. What does that mean? I think that the Gunism hatutaki because sheria inasema kuwa every Kenya has a right to be everywhere. The government should not curtail. Hata ile kitu juzi imefanyika pale Kikuyu town. The government should not curtail processes ya opposition. That's very bad. Give us equal
equal nini playing field so that everybody can feel that nini. Kama unataka kucheza nini unataka kucheza you want to give us a playing field, even playing field. Everybody should be included. Everybody should be included. Yeah. Nani na own goons hapa Kenya? Is it opposition ama the Sasa government? serikali hatuna sheria. Serikali hakuna sheria. Everybody owns goons. Hata mimi niko na goons wangu. Everybody owns Kama goons. party leader. Everybody owns goons. Hata mimi niko na goon. Hata Ruto ako na goon. How much na you hiyo pay? goons, na hiyo goons inaitwa na poverty. Vijana wana kazi. So how much do you pay your goons? No, that one is how we talk outside the camera. You pay per month? Yeah? No, that's my agreement with them. Don't worry about that. Because hizo ukienda security. No, tell me. Opposition saa hii wataenda nini? Opposition sasa wanaenda Kisumu, wamekuwa threatened na goons. Wale goons waliumiza utoti Kisumu. Orengo ameenda Central Police Station ya Kisumu mara ngapi? Ameenda Central Police Station mara ngapi? Mara mingi. Orengo ameenda mara mingi, hakuna progress. There's no progress there. So that means that goons ni serikali na own goons. Sasa kama serikali wenyewe kuna goons, opposition sisi, our life is in jeopardy. So we have to access your goons. So meka naambia serikali kwa ni serikali, you've set a pace and you as opposition pia will have to follow that. Because sasa will be killed. Will be maimed. Yes. So hii ni kitu iko. So mimi naambia Kisumu sisi tunaenda na tuogopi. Wale goons wengi tumewa-identify, tumeona kwa social media, serikali imekataa kufuatilia, inamaanisha kuwa serikali is part of them. So hata sisi lazima tujipange because lazima tufanye campaign. Ruto lazima aende home. So our duty ni Ruto aende home. So hii job opportunity most of the time ni Gen Z wamepatiwa kama goons. Cause kazi hakuna, watafanya nini? Wewe uko na demu yako kwa nyumba, nyumba hujalipa na umepata kazi ya 500, utafanya nini? Si utaenda? So this is something that serikali yenyewe ime-orchestrate. It is there in the public domain. So sisi Kisumu tunaenda na tunaambia serikali kama mtaleta polisi, sisi wenyewe tutaenda na security yetu. How many times mbona hata MPs hata security ya the late Raila ilikuwa inakuwa withdrawn. Hata opposition saizi kuna wale pia security yao imekuwa withdrawn. Watajitetea namna gani? Lazima kuwe na goons. So goonism ni kitu serikali yenyewe imefungua, hakuna kufuata sheria. Wao wenyewe wako na magoons. Sasa sisi pia lazima tukuwe na magoons. Na hiyo ni job opportunity. Hiyo ni job opportunity because job hakuna. Because kama serikali pia tunakuwa led na goons, bandits, prison breakers au na lead serikali. Sasa how do you expect us to follow the law while the government is still not following the law?